Mgombea urais kupitia chama cha Sauti ya Umma SAU, Majaliwa Kyara, ahidi kuboresha huduma za afya iwapo chama chake kitapewa ridhaa ya kuongoza taifa. Na uongozi wa uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma wawatoa hofu wadau na washabiki wa soka kuhusu uwezo wa uwanja huo kuhudumia timu 3 zinazoshiriki ligi kuu. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopewa mbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos. Naomba radhi kwa kuchelewa kuianza taarifa hii, ni kutokana na itilafu za kimitambo. Na sasa tuianze taarifa yetu ya habari. Mgombea urais kupitia chama cha Sauti ya Umma SAU, Majaliwa Kyara, amewaahidi Watanzania endapo watamchagua atahakikisha ndani ya siku 450 atakwenda kuboresha sekta ya afya na kupunguza changamoto zinazowakabili wajawazito wakati wa kujifungua. Mgombea urais kupitia chama cha SAU akiwa mjini Tabora amenadi sera zake huku akijikita zaidi katika kuboresha sekta muhimu ikiwemo sekta ya kilimo, mifugo na afya. Nahitaji wakina mama, ukimwezesha mama umeiwezesha familia, kweli si kweli? Lakini najua changamoto kubwa zinazowakabili hususani kipindi cha kwenda kujifungua, kweli si kweli? Kupitia ilani ya chama chetu tumesema na tumeahidi endapo mtatupatia kura nyingi za ndio, kuna siku 450 kwa ajili ya kina mama wajawazito. Sawa? Kuna miezi 9 wakati wa ujauzito, tuna miezi 6 baada ya kujifungua. Serikali ya Sauti ya Umma itahakikisha mama mjamzito lakini na yule aliyejifungua pamoja na mtoto wake wanapata lishe iliyo bora. Sawa? Tunaelewa ukilea vyema ujauzito wako unakwenda kuzaa kiumbe kilicho na afya bora zaidi. Ni kweli si kweli? Wananchi waliojitokeza kusikiliza sera za mgombea huyo wameeleza matarajio yao. Na sisi tulikuwa tunahitaji kwa rais atakayeingia kwenye madarakani ambaye atakayepitishwa, basi Watanzania tuwe tunavuta umeme kwa shilingi 27,000. Manake shida sio kuongea, shida sisi tunataka utekelezaji. Au rais anaweza akawa kweli ni mtekelezaji, lakini ile system ya chini mpaka imfikie mwananchi wa kawaida ndo kipengele kinapoijia. Hivi ndivyo mgombea urais kupitia chama cha Sauti ya Umma SAU alivyonadi sera zake hapa mjini Tabora, akiomba ridhaa kwa wananchi waweze kumpa fursa ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapo Oktoba 29. Kutoka hapa mjini Tabora, mimi ni Pendo Salu, Channel 10. Tanzania na Kenya zimeondoa vikwazo vya kibiashara visivyo vya kiushuru 4 kati ya 14 vilivyojadiliwa katika mkutano wa 9 wa kamati ya pamoja ya biashara baina ya nchi hizo, ambapo hatua hii inatimiza vikwazo 58 vilivyotatuliwa kati ya 68 vilivyokuwepo, huku vikwazo 10 vilivyobaki vikitarajiwa kutatuliwa ifikapo Machi 31 mwaka 2026. Katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara Dr. Hashil Abdalla ameyasema hayo wakati wa mkutano uliofanyika kati ya nchi hizo mbili na kusainiwa kwa makubaliano, ikiwa ni utekelezaji wa maelekezo yaliyotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Dr. William Ruto. Leo tukiwa tunakamilisha kikao hiki, ni imani yetu kwamba changamoto zote zinazojitokeza tutakaa chini, tutazijadili na kuzipatia ufumbuzi. Lengo likiwa kila ambaye anataka kufanya biashara aone Tanzania ni sehemu salama, aone Tanzania ni sehemu sahihi, na aone Tanzania ni sehemu ambayo itampelekea
kuimarika kiuchumi na ufanyaji biashara. Kwa upande wa Kenya, Katibu Mkuu wa Biashara kutoka Wizara ya Uwekezaji, Biashara na Viwanda, Regina Abam, ameitaja hatua hiyo kuwa muhimu katika kurahisisha mifumo na kuweka mazingira bora kwa wafanyabiashara wa Afrika Mashariki. So I'm happy that these decisions have been arrived at and looked at, and that we have created now an enabling environment for the two nations to trade well, to trade effectively, and even think about trade beyond the region. It's indeed a great day for the United Republic of Tanzania and the Republic of Kenya, and indeed for the greater East African community to have sat as two great nations of the East African community and canvass issues relating trade. Vikwazo vilivyoondolewa vinajumuisha kuondoa kodi ya zuio kwa bia za TBL kwenda Kenya, mihuri ya ushuru, usafirishaji wa bidhaa za mifugo kutoka Kenya kutekelezwa kwa kufuata maamuzi ya biashara na Baraza la Kisekta la Fedha na Uchumi la Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kuondoa bima ya COMESA kwa kuwa haihusiani na Tanzania. Ezekiel Mwambopo, Dar es Salaam. Umoja wa madhehebu wilayani Serengeti mkoani Mara wamefanya maombi maalum ya kuliombea taifa kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu, huku wakiwataka Watanzania kuhudumisha umoja na mshikamano uliopo nchini bila kukubali kugawanywa kwa namna yoyote ile. Mwanahabari wetu Musa Makali ana taarifa zaidi. Muunganiko huu wa madhehebu ya dini unaonesha umoja na mshikamano baina ya viongozi wa dini bila kujali itikadi zao za kidini. Wanaposimama kuitetea amani ikaanze ndani ya mioyo yao. Kumpenda rais ni sawa, kupenda Serengeti sawa, kuvuruga amani si sawa. Maombi maalum ya kuliombea taifa kuelekea uchaguzi mkuu yanafanyika hapa wilayani Serengeti mkoani Mara, na hapa kinachozungumzwa ni amani na umoja. Na sisi kuwakimbizi kuondoka katika nchi yetu tunasema, na sisi kuacha kufanya kazi kwa sababu ya kupotea amani tunasema, na sisi kuwaacha watoto wetu wakikimbia na mizigo kichwani sema. Tunapopanga foleni kwenda kupiga kura, kwa moyo wako wewe unamjua unampigia kura nani? Kwenye udiwani unajua nani? Kwenye ubunge unajua nani? Na kwa rais unajua nani? Muangalie wa kushoto, muangalie wa kulia, muangalie aliye mbele na kuja nyuma yako. Mwambie kwamba mshauri wa amani anatutaka tuishi kwa amani. Hapa tulipo tunaiombea nchi yetu amani, lakini sio kwamba hautakutana na watu ambao watakubeza, lakini pamoja na hayo usiwe chochote, usifanye lolote na usiwe chochote. Kama wewe ni muumini unayempenda Mungu, maana yake moyo wako umebeba amani. Kwa wilaya Serengeti, Bi Angelina Marco na hapa anawakumbusha viongozi wa dini Oktoba 29 ni siku ya jambo moja tu, nayo ni kupiga kura. Kwa naombeni tuendelee kuiombea na kuilinda hii amani yetu kwa wivu mkubwa mno. Tarehe 29 mwezi wa 10, sasa naombeni kupitia ibada zenu tuwasisitize waumini wetu na waamini itakapofika tarehe 29 wajitokeze. Maombi haya maalum mapema yalitanguliwa na matembezi ya amani kuelekea hospitali ya DDH iliyokuwa hapa wilayani Serengeti mkoani Mara, kisha kufanya tendo la huruma. Kutoka hapa wilayani Serengeti mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Jukwaa la wadau wa sekta ya afya nchini limempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kufanya maboresho makubwa kwenye sekta ya afya, hatua ambayo imewezesha upatikanaji wa huduma za kibingwa na bobezi hapa nchini pamoja na kuimarika kwa shughuli za utafiti. Pongezi hizo zimetolewa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa jukwaa linaloitwa Tanzania Health Summit, Daktari Chaku Tindwa, wakati akizungumza na vyombo vya habari kwenye mkutano mkuu wa jukwaa hilo uliofanyika jijini Dar es Salaam, ukishirikisha wadau kutoka kada mbalimbali za afya ndani na nje ya nchi. Amesema maendeleo ya jukwaa hilo lililoanzishwa miaka 12 iliyopita ni sehemu ya mafanikio ambayo
yametokana na mazingira bora yaliyowekwa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mafanikio ambayo summit tumeyapata katika uongozi wa Dr. Samia. Kwa kweli summit ina miaka 12 kama nilivyosema. Na summit kuna maeneo mengi ambayo tunajipima katika utendaji wetu. Eneo la kwanza ni namba ama idadi ya washiriki katika summit. Baadhi ya washiriki wa mkutano huo nao wakatoa maoni yao kuhusu umuhimu wa faida za mkutano huo. Kuwepo kwa summit kama hii na pengine zingine zinazofanana na hizi, hii ni platform kubwa sana kwa sisi watafiti kuweza kuiambia jamii nini tunafanya na kuweza pia kukutana na wenzetu watafiti wengine wenzetu ambao wanafanya kama sisi na kuweza kushirikiana na pia kubadilishana mawazo. Moja kati ya kitu ambacho tumejivunia ni kuwa na collaboration katika yale maeneo ambayo yalikuwa yanahitaji ushiriki baina ya sisi na taasisi nyingine, lakini pia kuwa na mashirikiano ya pamoja na wawekezaji ambao wako tayari, na kwa sababu tuliwaalika wawekezaji ambao kama wako tayari kuja kuwekeza katika masuala ya dawa pamoja na vifaa tiba. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Wakati Tanzania ikiungana na nchi nyingine duniani katika uhamasishaji wa uelewa wa ugonjwa wa saratani, mwezi huu wa Oktoba, ugonjwa wa homa ya ini nao umetajwa kuwa tishio nchini na maambukizi yake yakiwa juu. Daktari bingwa katika hospitali ya Shri Hindu Mandal jijini Dar es Salaam, Dr. Sadiq Dawood anabainisha hayo wakati wa kutoa elimu ya saratani kwa wafanyakazi wa kiwanda cha Alaf. Elimu hiyo ambayo imetolewa kwa ushirikiano na taasisi ya saratani ya Ocean Road imehusu saratani ya matiti kwa wanawake pamoja na elimu ya homa ya ini, ugonjwa ambao kwa sasa umeelezwa kuwa tishio. Balozi wa saratani nchini, Sedu Madingo, ametoa wito kwa wananchi kujijengea tabia ya kupima afya mara kwa mara na kwamba ugonjwa huo unaweza kumpata mtu yoyote, huku meneja uhusiano wa Alaf Hawa Bayumi akieleza sababu za kuandaa mafunzo hayo. Watu wengi wanadhani homa ya ini B haiko nyingi Tanzania, lakini actually iko zaidi kuliko virusi vya ukimwi. Virusi vya ukimwi tunakadiria 4.5% ya Watanzania wanayo, lakini virusi vya homa ya ini B makadirio yako kwenye 7% ya Watanzania wanayo. Kwa hivyo ni ugonjwa ambao ipo Tanzania kwa wingi, na Shirika ya Afya Duniani inaonyesha kwamba inaua watu zaidi ya milioni kwa mwaka. Kwanza nataka niwajengee utayari, kwa maana ya kwamba saratani sio ugonjwa wa watu lika fulani au watu wa aina fulani, kwamba yoyote mtu yuko kwenye hatari ya kupata saratani, na ikitokea umepata saratani leo usiamini kwamba ni cheti cha kifo. Hapana, saratani ni ugonjwa ambao unaweza kuupata na ukapona na maisha yakaendelea, kama ambavyo sisi wengine tulitibiwa hapa na tukapona, maisha yakaendelea. Kwa hiyo cha msingi tu ni watu kuwa na utaratibu wa kwenda kujichunguza mara kwa mara. Sisi kama Alaf leo tumeunganika pamoja na tukaona hii ni fursa nzuri kufanya kitu si kwa ajili tu ya saratani ya matiti, bali kuangalia na saratani nyingine ambazo ni tishio, lakini na ugonjwa wa homa ya ini ambao pia kimsingi unaweza kupelekea kwenye saratani. Kwa hiyo sisi kama Alaf leo katika maadhimisho, katika kuanza mwezi wa kuadhimisha mwezi wa saratani ya matiti, leo tumeanzia nyumbani, na wengi wanasema kitu chochote kizuri au cha kujali kinatakiwa kianzie ndani kwenye familia. Na tumepewa elimu pia imeongezeka. Sasa hivi tunapewa pia elimu kuhusiana na homa ya ini. Kwa hiyo tumepewa elimu, tutapima, tutapata chanjo, na pia tutapata nafasi ya kupima saratani yetu hii ya matiti pamoja na ya kizazi kwa wanawake. Serikali kwa kushirikiana na taasisi ya Tanzania Peace Family TPF mkoani Geita imefanikiwa kutatua mgogoro wa mpaka wa ardhi katika mtaa wa Lwenge, manispaa ya Geita, mgogoro uliokuwa umefikia hatua ya majirani hao kutishiana maisha. Mgogoro huo uliodumu kwa kipindi cha mwaka mmoja umehusisha wakazi wawili waliokuwa wakigombania mpaka wa makazi yao. Baada ya jitihada za suluhu, pande zote mbili zimekubaliana nyumba iliyokuwa ikigombewa ivunjwe katikati ili kutenganisha maeneo yao rasmi. Baada ya makubaliano hayo, vijana wa kazi wakaingia kazini na kuanza kupiga kazi. Kiukweli ni mwanadamu. Alafu kitu kingine,
haya maisha sisi tunapita. Kwa nini kakae nagombania kitu kidogo kisichokuwa na maana? Sasa ni bora hii nyumba ikatwe katikati, kila mmoja ajue maisha yake. Mgogoro huu umekuwa ndani ya takriban mwaka mmoja. Naishukuru TPF kwa msaada wao na na imani TPF imenisaidia mgogoro huu kuisha salama. Viongozi wa TPF kwa kushirikiana na uongozi wa Manispaa Geita wamesema hatua hiyo imeleta utulivu na kurejesha amani kwa wakazi wa eneo hilo. Tumeonana na pande zote mbili kwa kushirikiana na idara ya ardhi na hawa viongozi pia wa mtaa, tukawa tumefanikiwa kuwasuluhisha vizuri. Chanzo cha migogoro kinakuwa ni wale wauzaji wa maeneo, ndio wanasababisha migogoro hii hasa katika uuzaji. Naishauri kwamba jamii tusiwe na migogoro ya muda mrefu sana, na tusiwe na migogoro hasa ya ardhi, kwa sababu inaleta kutokuleta amani. Akizungumza baada ya suluhu hiyo, mtendaji wa mtaa wa Lwenge amewataka wananchi kuwa makini wanapofanya manunuzi ya ardhi na kuhakikisha wanatoa taarifa za migogoro mapema kabla haijakuwa. Hii migogoro sidhani kwamba tukifumbia macho inaweza ikaleta shida na inaweza ikaleta athari, kwa sababu hii migogoro ya maeneo huwa inaleta shida. Maridhiano ni tiba ambayo haihitaji daktari bingwa. Mgogoro huu umedhihirisha hilo. Kutoka hapa Manispaa ya Geita, mkoani Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa zimepokelewa katika mkoa wa Songwe zikitokea mkoani Rukwa, na zikiwa katika mkoa huo zitaweka na mawe ya msingi na kutembelea miradi ya maendeleo yenye thamani ya shilingi bilioni 20.5. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Omar Makame amepokea mwenge huo na kudai kuwa mkoa huo unajivunia mafanikio, ambapo zaidi ya shilingi bilioni 713 zimepokelewa na kutumika kwenye miradi mbalimbali ya maendeleo. Tutazindua kuweka mawe ya msingi na kutembelea jumla miradi ya maendeleo ipatayo 43 yenye thamani ya shilingi za Tanzania bilioni 20.5. Kati ya miradi 43 itakayopitiwa na Mwenge wa Uhuru, miradi 17 yenye thamani ya shilingi bilioni 7.5 itazinduliwa. Miradi 13 yenye thamani ya bilioni 12.5 itawekewa mawe ya msingi, na miradi 13 yenye thamani ya shilingi bilioni 434.4 itatembelewa. Miradi hii ni kielelezo cha dhamira ya serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri na hodari wa Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuwaletea wananchi maendeleo ya kweli, jumuishi na endelevu, ambapo licha ya miradi hiyo itakayopitiwa na Mwenge wa Uhuru mwaka 2025, mkoa wetu wa Songwe unajivunia mafanikio ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo zaidi ya milioni 713 zimepokelewa na kutumika kutekeleza miradi ya maendeleo ambayo imeweza kuleta heshima na matumaini kwa wananchi wa mkoa wa Songwe. Aidha, mafanikio ya utekelezaji wa miradi yote hii imetokana na ushirikiano mzuri uliopo baina ya serikali, wananchi na washirika mbalimbali wa maendeleo. Mbio za Mwenge wa Uhuru zimeanza kukimbizwa katika wilaya ya Momba, halmashauri ya Momba. Tutaenda kuzindua, kutembelea na kukagua miradi 8 yenye thamani ya bilioni 6.4. Kutoka Momba mkoani Songwe, mimi ni Rozi Chapewa wa Channel 10. Mgombea ubunge wa jimbo la Mtumba kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Anthony Mavunde ameahidi kuboresha masoko ya Makole na Chadulu kwa kuyawekea miundombinu ya kisasa ili kuwawezesha wafanyabiashara kufanya kazi katika mazingira bora na salama. Mavunde ameyasema hayo jijini Dodoma wakati akifanya kampeni katika kata ya Makole iliyopo ndani ya jimbo la Mtumba, ambapo amesema awali alikuwa mbunge wa jimbo kubwa na sasa jimbo limegawanywa, akiahidi kuwa wananchi watashuhudia kasi ya maendeleo. Nataka wafanyabiashara wa matikiti badala ya kuyaweka chini, tuyaweke katika sehemu nzuri ili wafanye biashara katika eneo zuri zaidi. Nitaisimamia ahadi yangu, tutalijenga hili soko liwe soko bora, soko zuri, pamoja na kufanya marekebisho kwenye stendi yetu hii ya Chamwino. Soko la Chadulu na yenyewe limekuwa la zamani, miundombinu yake mibovu. Tutakwenda kulirekebisha pia soko lile.
Kuhusu uwezeshaji wa wanawake kiuchumi, Mavunde amesema atahakikisha wanapatiwa mikopo kupitia halmashauri ili kuwaondoa katika changamoto za mitaji midogo na kuwawezesha kujitegemea. Kuhusu uwezeshaji wananchi kiuchumi, najua wakina mama kausha damu inawaua. Najua wengi TV zenu ziko rehani, mnaangalia TV kwa jirani. Nataka niwaondoe huko. Mwezi wa 11 tutaleta wataalamu, watatuletea elimu ya ujasiriamali na elimu ya biashara. Mgombea udiwani wa kata ya Makole Bwana Omari Haji Omari na mbunge mteule wa viti maalum kundi la watu wenye mahitaji maalum Aisha Msantu wanaeleza hali ilivyokuwa hapo awali na maendeleo yaliyopo sasa katika kata hiyo. Natambua mazingira ya Makole yalikuwa kiasi gani. 2020 tulikuja kuomba kura hapa, tukaenda kutekeleza. Kuna lami, hakuna lami ndani ya kata hii. Watoto wetu wanasoma shule bila ada, wakiwa na madarasa ambayo yana miundombinu safi na pia walimu walio bora. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Naam, na katika habari za michezo tunaelezwa kwamba wakati ligi kuu Tanzania bara ikianza kushika kasi, uongozi wa uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma umewatoa hofu wadau na mashabiki wa mchezo wa mpira wa miguu juu ya uwezo wa uwanja huo kuhudumia timu 3 zinazoshiriki ligi kuu zilizoomba kutumia uwanja huo kama nyumbani. Kwa mujibu wa meneja wa uwanja huo, takribani timu 3 zinazoshiriki ligi kuu Tanzania bara ikiwemo Mtibwa Sukari, TRA na wenyeji Dodoma Jiji wanategemea dimba hilo kama uwanja wa nyumbani, jambo linalohitaji mkakati endelevu ili ubaki katika viwango tajika. Uwanja wetu wa Jamhuri tumejipanga vizuri tu. Mwanzo changamoto ilikuwa kubwa upatikanaji wa maji kumwagilia pitch. Ila mpaka sasa hivi tumechimba kisima. Mpaka sasa kiangazi ukikuta pichi iko hivi ilikuwa ni nadra sana. Kwa hiyo tuko vizuri. Pia na mechi zitafanyika hapa vizuri tu kwa sababu hizi timu hazichezi back to back. Kuna gap kidogo kufanya maintenance hapa kati. Baada ya kushatoka timu uwanjani tutamwagilia uwanja unarudi kwenye hali yake ya kawaida. Kwa hiyo hautakuwa kama mwanzo na naondofu hakutakuwa na kufungiwa kama mwanzo. Baadhi ya timu ikiwemo Mtibwa Sukari wanaweka wazi sababu za kuchagua uwanja huo na wala sio sehemu nyingine. Cha kwanza mazingira, unajua very comfort, upo huduma pia ambazo zote za kijamii mkizihitaji zinapatikana kirahisi, lakini vile vile kiwanja ni sehemu ambayo sisi nataka tucheze na kiwanja kinaruhusu. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo sisi ametufanya tuwe karibu na leo. Vile vile supportive ya sisi na timu ya Dodoma tuko karibu as a friend. Kwa hiyo tulipoambia kwao haikuwa shida, wametupa mkono wa karibu na sisi tunashukuru kwa kutukaribisha. Nikiripoti kutoka hapa uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Na mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.